za asubuhi, wazima wote, za tangu jana kwenye live ya jana. Live ya jana kidogo nilikuwa na uchovu. Mimi nilikuwa ninasema, unajua hawa maagenti, hasa naongelea madada wa Arabuni kwanza. Sasa hivi hawa maagenti wamejikita sana kwenye masilahi, wanatazama tu wao wapateje. Hii mambo ya kusema ninahitaji madada 10 wenye miaka 27 wawe wamevaa hijabu, wawe na pasipoti 2, wawe wamepima magonjwa. Hii kitu ndo wanataka mimi nizungumze hivyo kila siku. Huu puuzi hatuwezi tukaufanya kwa dada zetu, wanapofika kule wanateseka, wanauzwa. Sasa kwa nini tusiseme? Kuna mmoja na comment, lakini wanao comment wote wanakuwa wanajificha private. Kuna mmoja anasema eti mbona uongelei madada wanaojiuza? Mimi siwezi kuongelea madada wanaojiuza sababu sijui maswaibu yanayowapata kule, kwa sababu mimi ninachopigania sana, kwa nini waajiri wanawanyang'anya passport zao na mikataba? Hamna sababu yoyote ya kutueleza kuhusu hilo. Hakuna sababu yoyote. Mnaokuja na sababu za kijinga kabisa, eti wataenda kupata mimba, sio wataenda kufanyaje. Hakuna upuuzi huo. Sheria ya Oman inasemaje? Tumewahi kumuoji mtu tukampata hakimu, wakili wa Oman Mwarabu, anasema kwamba sheria hairuhusiwi mfanyakazi kunyang'anywa pasipoti yake, na hukumu yake ni 500 riyali fine. Hilo mbona mliongelei? Mmekaa kuwaambia tu madada, unakuwapigia wenye nyumba, akifika tu mnyang'anye passport, alafu mnaongelea kwamba wanajiuza. Wanajiuza kwa sababu gani? Sasa mtu anakuta amekoswa visu mara 2 na mwenye nyumba, amekoswa kisu, amekoswa chetezo, au anarushiwa machetezo, anakwepa. Akae kwenye hiyo nyumba atafute nini? Si heri tu ukakae kule tu ujiuze kuliko kusubiri kufa. Hivi mna akili nyewe maagent? Ni heri mtu akakae kule amue tu kujiuza ili watoto wake waendelee kula kuliko kukaa sehemu ambayo anajua atakufa siku yoyote. Nyie mnachotakiwa mpambane ni hivi: mfanyakazi yoyote atakayeenda Oman ahakikisha ana mkataba wake, ana passport yake, na azingatie majukumu yaliyompeleka. Hapo tutaelewana, kwa sababu mwenye nyumba atafanya kazi kwa adabu. Akijua mfanyakazi passport yake iko hapa, ameificha hapa, itakuwa na adabu, itakuwepo. Na wote mnatakiwa mchukue address, nyie maagent wote, address za wenye nyumba wote wanaoishi Oman zipelekwe ubalozi. Kila jina la mfanyakazi mpeleke ubalozini. Nyie mnaowaleta wafanyakazi kinyamera, kwa sababu inasemekana kwamba pale Oman wafanyakazi 80% wote wamepelekwa kimagendo. Sasa hiyo mnaliongelea hilo? Wako kimagendo, wamepenyezwa tu, wengine wanaenda kupitishiwa sijui nchi gani huko. Hilo hamlisemi. Mmeng'ang'ana tu kusema kwamba unachafua Oman. Unaichafua vipi wakati nyie mmepeleka wafanyakazi kirushwa? Mmepeleka wafanyakazi Oman kiharamu. Sasa kwa nini waliochafua, waliowanunua wafanyakazi kiharamu, hao ndio waliochafua? Waliowanunua wafanyakazi kiharamu. Kwa nini na wenyewe Arabu wanakubali kununua wafanyakazi kiharamu? Mmelikalia kimya, mnaanza kusema kwamba tunaichafua. Hakuna anayechafuliwa. Mimi nitadili na watu wanaoteswa, nitadili na maagenti mnaopeleka watu kinyamera, nitadili na hizo ajira ambazo za ovyo hazifai katika jamii. Mtu unamwambia akaoshe nyoka, mtu unamwambia akatawaze mbuzi, hapo mnajifanya kama mzijui hizo ajira zipo. Mtoto mdogo anaambiwa mchome mbibi sindano za kisukari, anajua wapi? Kuna mmoja huko Iraki huko, hata aibu kuisema, hata nakunywa chai hapa. Ameambiwa awe na mchokonoa bibi matakoni ili kinyesi kitoke. Kazi gani hiyo? Kuna mwingine mdada yuko si wapi huko, mnene kweli, anaambiwa pande juu akasugue na ngazi. Na tulisikia siku moja huko kuna mdada wa Filipina alidondoka, alikuwa anaosha nyumba akavunjika mikono. Alikuwa anafanya kazi na Mtanzania. Wakashangaa baada ya kumpeleka hospitali yule Mfilipino, wanamrudisha kwa agent aliyewapa. Eti tubadilishie tupe mwingine. Hii ni nini? Maana yake ni kwa nini usimpe huduma ya kwanza? Maana yake ni nini? Mnataka tu mimi niongelee kwamba eti leta wafanyakazi 10 wenye hijabu,
sijui wasiwe nini, wawe wamepimwa. Hii ni huo puuzi, sifanyi. Tujigawe, wengine waongelee mazuri, wengine waongelee mabaya, kwa sababu TikTok ni uhuru wa mtu kufanya anachotaka. Mimi siwezi nikaongelea mambo ya kipuzi. Mmekaa kuongea tu sijui naye mpigaji. Leteni risiti aliyeibiwa nani. Mimi nawatetea watu. Ninafundisha watu wajisafirishe wenyewe. Na tumeshafanikiwa, watu wameshaenda wenyewe, Marekani wameenda wenyewe, watu wameenda Uingereza, Ujerumani wameshaenda, Spain wameenda. Yaani kila sehemu sasa hizi watu wanajisafirisha wenyewe na wananirudishia feedback. Kwa nini nisifundishe? Wafundisheni watu wajue kuvua samaki, sio kuwapelekea tu samaki kila siku tu wanakula tu, hawajui zinatoka wapi, ziwani, mtoni hawajui. Mimi nimeanzisha darasa la kuwafundisha watu wajue. Na hii nitaifundisha kila siku. Hii ndio inayochukiza, kwa sababu watu mlikuwa mnawasafirisha watu kwa euro 5,000, milioni 15 hiyo za kazi gani? Sasa hizi mtu anaenda mwenyewe anatumia gharama ya milioni 1.5 tu kuandaa document. Kuna tatizo gani ninalofanya mimi? Hebu tupunguze midomo. Hii ndio inayotuathiri na nchi. Na nchi ni hivyo hivyo. Tunakwenda hivyo hivyo kama nchi. Mtu anayeongea ukweli anapigwa tu. Kaeni kimya. Kaeni kimya. Hapa nitaongelea mimi nimekuja, nitaongelea hizo ajira za kuosha nyoka, nitaongelea za kutawaza mbuzi, sijui kufukiza sungura udi, nitaongelea sijui kuhudumia mapaka 50 nyumba moja. Angalieni kwenye posti kuna nyumba ya Mwarabu ina mapaka 50. Hiyo ni nyumba gani mapaka 50?